Karibuni tena wapendwa watazamaji wa masomo yetu ya unabii. Leo tutajifunza somo moja la pekee linalozungumzia matukio hasa yanayotokea katika kipindi hiki cha mwisho wa kufunga historia ya ulimwengu huu. Basi tupige magoti tuombe. Tunakushukuru Mungu wetu na Baba yetu mwema. Asante kwa upendo wako mkuu na kwa neema yako hii. Umetujalia fursa ya kuweza kujifunza neno lako takatifu. Twaomba uweze kutupa Roho wako Mtakatifu, aweze kukaa ndani yetu, atufunulie matukio na kutufunulia neno lako katika kipindi hiki cha mwisho. Kwa Bwana, muda sio mrefu utakuja katika mawingu. Mbariki atakayetazama, mbariki atakayesikia, katika jina lako Yesu Kristo naomba na kushukuru. Amen. Basi ndugu zangu, tunaishi katika kipindi cha mwisho, katika wakati ambao muda sio mrefu mwana wa Adamu atakuja. Yako matukio mengi ambayo yanazidi kutokea katika uso wa dunia, katika maeneo mbalimbali, kwa mujibu wa kitabu cha Mathayo sura ya 24 mstari wa kwanza na kuendelea. Habari ambayo inazungumzia Kristo alipokuwa na wanafunzi wake, walipouliza habari ya kuangamizwa kwa Yerusalemu pamoja na matukio mbalimbali na dalili za kuja kwa Kristo. Lakini Kristo aliwajibu kama ifuatavyo kwenye kitabu cha Mathayo sura yake ni ya 24 mstari wake ni wa kwanza. Neno la Mungu linasema, Yesu akaenda zake akatoka hekaluni, wanafunzi wake wakamwendea ili kumwonyesha majengo ya hekalu. Naye akajibu akawaambia, hameoni haya yote? Amini nawaambieni, halitasalia jiwe juu ya jiwe ambalo halitabomoshwa. Hata alipokuwa ameketi katika mlima wa Zeituni, wanafunzi wake wakamwendea kwa faragha wakisema, tuambie, mambo hayo yatakuwa ni lini? Hilo ni swali la kwanza. Mambo hayo yatakuwa ni lini? Nayo ni nini dalili ya kuja kwako na ya mwisho wa dunia? Maswali matatu. Moja, mambo hayo yatakuwa ni lini? Mbili, ni nini dalili ya kuja kwako? Tatu, ni nini dalili ya mwisho wa dunia? Maswali matatu ambayo lazima tuyaelewe. Lakini Yesu akajibu akawaambia, angalieni mtu asiwadanganye, kwa sababu wengi watakuja kwa jina langu wakisema, mimi ni Kristo, nao watadanganya wengi. Nanyi mtasikia habari za vita na matetesi ya vita. Angalieni msitishwe, maana hayo hayana budi kutukia, lakini ule mwisho bado. Kwa maana taifa litaondoka kupigana na taifa, na ufalme kupigana na ufalme. Kutakuwa na njaa na matetemeko ya nchi mahali mahali. Hayo yote ndiyo mwanzo wa utungu. Kwamba maswali matatu ya mitume ambayo walimuuliza Kristo kwamba nini dalili ya kuja kwako? Nini dalili ya mwisho wa dunia? Kwa kumaanisha ya kwamba maswali hayo yanatakiwa tuyaelewe katika kipindi hiki cha mwisho, kwa sababu ziko dalili nyingi ambazo zinatokea na watu bado wamelala. Wanaamini dunia ina umri mrefu sana, lakini muda sio mrefu dunia itaondolewa. Ndio maana miongoni mwa dalili zinazoonyesha ya kwamba tupo katika wakati wa mwisho, leo tutaisoma dalili moja ambayo inaonyesha tupo katika wakati wa mwisho. Achilia mbali matetemeko. Matetemeko yamekuwa ni habari ambayo ni ya kawaida. Matetemeko yalishatokea tangu kipindi cha zamani, tetemeko la Lisboni, nyota kuanguka, mwezi kugeuka kuwa damu. Matukio mengi yalishatokea. Maana yake ni kwamba tumesalia na muda mchache sana wa kujiandaa kwa ajili ya kuishi maisha ya milele. Wako wengi ambao watafungiwa nje. Katika kitabu cha Matukio siku za mwisho sura yake ni ya 8. Matukio siku za mwisho sura yake ni ya 8. Ukurasa ni wa 99 unaosema
vyama vya wafanyakazi katika miji. Vyama vya wafanyakazi katika miji. Anasema shetani anashughulika kwa bidii. Shetani anashughulika kwa bidii sana katika miji yetu yenye misongamano mikubwa ya watu. Kazi yake itaonekana wazi hivi karibuni katika machafuko, mashindano na kutokuelewana baina ya wafanyakazi na waajiri. Sikiliza mtu wa Mungu, kwamba shetani anafanya kazi kwa bidii katika miji. Itafikia kipindi ambacho tumekifikia sasa, hakutakuwepo na maelewano baina ya wafanyakazi pamoja na waajiri. Kwa nini maelewano hayatakuwepo? Anasema mashindano na kutokuelewana na unafiki ambao umeingia ndani ya makanisa, tamaa ya mwili, kiburi cha macho, maonyesho binafsi, utumiaji mbaya wa madaraka, ukatili na shinikizo vitumiwavyo ili kuwafanya watu waungane na mashirika na vyama mbalimbali, wakijifunga wao wenyewe katika makundi kwa ajili ya uangamivu kwa moto mkubwa wa siku za mwisho. Yote haya ni utendaji wa mawakala wa kishetani, kwamba kutokuelewana baina ya wafanyakazi pamoja na waajiri kutatokea katika miji na maeneo mbalimbali. Lengo lake ni lipi? Lengo lake ni kutengeneza umoja, kuwaunganisha watu katika makundi. Na hii kazi ni kazi ya Ibilisi mwenyewe. Kwa nini? Kwa sababu shetani anayafanya maisha yawe magumu ili walioajiriwa, ili wafanyakazi waweze kuandamana na kudai haki zao na kudai waongezewe mishahara. Lengo lake ni kwamba shetani atawakusanya watu makundi kwa ajili ya uangamivu wao wenyewe. Kwa hiyo mjumbe wa Mungu anapoendelea kusema kwenye kitabu cha Matukio ya Siku za Mwisho, tukio hili hakuna ambaye hajalifahamu mpaka sasa, liendelea kutokea. Karibu kila mahali wafanyakazi wanalalamika mishahara ni midogo, wanalalamika maisha yamepanda. Mtu anapokea mshahara, muda huo anadaiwa madeni. Mtu anafanya kazi lakini maendeleo hakuna. Vibano ni vingi, makato ni mengi hata katika mishahara. Lengo lake ni lipi? Shetani anafanya maisha yawe magumu ili watu aunge matita kwa ajili ya uangamivu wao. Mjumbe wa Mungu anasema waovu wanaendelea kufungwa katika makundi, wakifungwa katika vyama vya ushirika wa wafanyabiashara, katika vyama vya wafanyakazi, katika vyama mbalimbali. Hebu sisi tusijihusishe kabisa na lolote katika vyama hivi, vyama vya wafanyakazi na vyama vya wafanyabiashara. Wafanyabiashara wengi wamekusanywa katika vikundi. Ndio maana wanapewa mikopo, ndio maana wanasaidiwa. Wafanyakazi na wenyewe katika karibu kila sekta wamefungwa katika makundi. Ndio maana si jambo la kushangaa leo ukitembelea katika miji utakuta umoja wa waendesha pikipiki, umoja mpaka waendesha baskeli, umoja wa walimu upo, umoja wa madaktari upo, umoja wa walemavu upo. Si vyama vya kila sehemu kuna makundi. Huo ni mkakati wa shetani wa kuwakusanya watu matita kwa ajili ya uangamivu wao. Mjumbe wa Mungu anasema hebu sisi tusijihusishe kabisa na lolote katika vyama hivi. Mungu ndiye mtawala wetu, gavana wetu, naye anatuita tutoke katika ulimwengu na kujitenga nao. Kitabu cha Ufunuo kinapozungumza ya kwamba tokeni Babeli, miongoni mwa mahali ambapo lazima tutoke ni kutoka katika muungano wa vyama vya wafanyakazi na vyama vya wafanyabiashara. Lazima tutoke katika huo muungano. Sasa kuna watu wa Mungu ambao bado
wapo katika vyama hivyo, vyama vya madaktari, vyama vya walimu, vyama vya wafanyakazi. Hauwezi ukapona, kwa sababu muda sio mrefu, dakika yoyote tunaingia kwenye taabu kuu. Anasema tokeni kati yao mkatenge nao, asema Bwana, msiguse kitu kilicho kichafu. Wakorintho wa pili 6 fungu la 17. Kama tutakataa kufanya hivi, maandiko yanasema kama tutakataa kufanya hivi, kama tutaendelea kujihusisha na ulimwengu na kuangalia na kuamua kila jambo kutokana na msimamo wa kiulimwengu, tutafanana na ulimwengu. Kama sera za kiulimwengu na dhana za kiulimwengu zinatawala shughuli zetu, hatuwezi kusimama katika jukwaa la juu na takatifu la kweli ya milele. Bible Commentary ya 4 ukurasa 1142, kwamba kama watu watakataa kutoka katika vyama vya wafanyakazi na vyama vya wafanyabiashara, hawawezi wakasimama, hawawezi wakasimamia imani yao. Kwa nini? Kwa sababu ziko sheria zinazotungwa kwa karibu kila kikundi. Muda sio mrefu zitaanza kufanywa kazi. Huwezi ukafanya biashara mpaka ujiunge katika kikundi. Huwezi ukafanya kazi mpaka uwe katika umoja fulani. Lazima sheria ziwekwe. Lengo kubwa ni kuwatafuta wale waaminifu wa Mungu. Wako wapi? Umejificha wapi? Ambao hawataki kuungana katika vikundi mbalimbali kwa ajili ya kuinua uchumi, maana ndio sera zao. Lakini sera ya shetani ni kwa ajili ya kuwakusanya watu makundi kwa ajili ya kuchoma moto. Anasema vyama vya wafanyakazi chanzo cha taabu kwa Waadventista wote wanaotunza Sabato, SDA ya Jengo pamoja na wana matengenezo wote. Vyama vya wafanyakazi ni chanzo cha taabu kwa Waadventista. Mjumbe wa Mungu anasema vyama vya wafanyakazi vitakuwa moja ya mawakala ambao watasababisha dhiki kuu ya dunia. Narudia, vyama vya wafanyakazi vitakuwa moja ya mawakala ambao watasababisha dhiki kubwa juu ya dunia, ambayo haijawahi kutokea tangu ulimwengu ulipoanza. Sikiliza kwamba vyama vya wafanyakazi ndivyo vitakavyoharakisha kuleta dhiki kuu ya dunia. Unajua, watu wanaangalia vita baina ya mataifa na mataifa, lakini kuna mambo ambayo shetani ameshaanza kuyafanyia kazi. Ni sawa na wewe mtunza Sabato kusubiri siku maalum ambayo Sabato itatangazwa. Umechelewa. Shetani ameshaanza kuunda sheria ambazo zinapelekea katika utunzaji wa siku ya Jumapili. Siku Jumapili itatangazwa, itakuwa tu ni utimilifu, lakini watu watakuwa walishaanza kuzoezwa kutunza Jumapili tangu awali, ikiwemo kuacha kufanya kazi, kuacha kufanya biashara, migahawa kufungwa, supermarket kufungwa, masoko makubwa kuzuiliwa katika siku ya Jumapili. Lengo kubwa ni kuwavuta watu waje waabudu siku ya Jumapili, pumziko la Jumapili. Kwa hiyo kama unatazama matukio makubwa zaidi hapa duniani bila kuangalia matukio ambayo shetani anayafanya katika maisha ya kila siku kubana hali ya uchumi, utakuwa umeshachelewa. Kwa sababu lengo la shetani ni kufanya maisha yawe magumu, ifikie hatua mtu asiweze kuuza wala kutokununua isipokuwa na chapa ile. Mjumbe wa Mungu anaendelea kusema, anasema watu wachache wataungana ili kushikilia mapato yote ambayo hupatikana katika mkondo mmoja wa shughuli za biashara. Vyama vya wafanyakazi vitaundwa. Hili jambo si la kubahatisha. Vyama vimeshaundwa karibu kila sekta. Tazama, karibu kila sekta. Walimu, madaktari, karibu kila sekta ya kazi kuna vyama vimeshaundwa. Umoja umeshaundwa. Kwa anasema vyama vya wafanyakazi vitaundwa, na wale watakao kataa kujiunga na vyama hivi watakuwa watu wenye kutiliwa mashaka na kuangaliwa kwa hadhari, kwa sababu shetani anawafunga watu matita kwa ajili ya kuchoma moto. Wale watakao kataa kufungwa matita kwa ajili ya kuchoma moto wataangaliwa kwa hadhari kubwa. Yaani maana yake watashitukiwa kwamba inakuwaje ninyi mnakataa kuwa na umoja? Si hata Mungu amesema yueni na umoja? Lakini huo ni umoja katika machafuko. Anasema
Kwa sababu ya vyama hivi vya wafanyakazi na vile vya ushirika, hivi karibuni itakuwa vigumu kwa taasisi zetu kuendesha kazi zao mijini. Onyo langu ni kwamba kaeni mbali na miji, msijenge hospitali ndani ya miji. Wakati unakuja haraka ambapo mamlaka ya vyama vya wafanyakazi itakuwa na dhuluma na uonevu mno. Kwa hiyo ndugu zangu, tunaishi katika wakati wa mwisho. Jambo hili limetokea na kuna baadhi ya Waadventista, watunza Sabato, bado hawajaamka. Wanadhani tuna wakati mrefu sana wa kuishi hapa duniani, hatuna muda. Ndio maana sasa unaposikia jimbo moja kule Amerika limepitisha sheria ya Jumapili, sio kwa sababu wanabahatisha. Wapo katika utekelezaji wa unabii. Itafikia muda sheria itapitishwa katika majimbo yote, baada hapo inakuwa sheria ya kitaifa. Muda sio mrefu wakishaizoea Amerika, inapitishwa katika mabunge mbalimbali duniani katika nchi zote. Baada ya hapo inakuwa ni sheria ya dunia nzima ya kutunza Jumapili. Kwa shetani anaenda na muda, hana muda wa kupoteza. Ndio maana kama unakumbuka kipindi ambacho Kristo alipokutana na yule mtu aliyekuwa na mapepo yalisema ya kwamba umekuja kututesa kabla ya muhula wetu. Ina maana kumbe kuna muhula, kuna muda ambao shetani amepewa maalum kwa ajili ya kufanya vitu vyake. Lakini muda ukitakapoisha, Kristo atasema tena imekwisha. Atakuja kwa ajili ya kuwachukua wateule wake. Ndio maana kitabu cha Ufunuo sura ya 3 mstari wake wa 10, neno la Mungu linasema, Ufunuo sura ya 3 mstari wa 10 anasema, kwa kuwa umelishika neno la subira yangu, mimi nami nitakulinda utoke katika saa ya kuharibiwa iliyo tayari kujilia ulimwengu wote, kuwajaribu wakao juu ya nchi. Kwamba tupo katika saa ya kufanya nini wapendwa? Saa ya kuharibiwa, ambao hii saa ya kuharibiwa iko tayari kujilia ulimwengu wote. Unapoona nchi mbalimbali zinawaka kwa ajili ya kufanya vita, wanapotafuta hiyo namna ya kufanya haiwezekani, ni kwa sababu Mungu anazuia, ili wateule wake waamke, watambue ya kwamba hatuna muda tena. Kwa hiyo jambo hili la vyama vya wafanyakazi, tutambue ya kwamba ndilo litakalotengeneza dhiki kubwa ambayo haijawahi kutokea duniani. Kwa hiyo Mungu atusaidie sana. Kama uko katika vyama vya wafanyakazi na huna mpango wa kutoka na ujumbe umekwisha kuusikia, basi tambua ya kwamba umeshapotea. Kwa sababu kuna sheria ngumu ambazo zitatungwa zitakazo kufanya usiondoke. Utaendelea kutengenezewa pengine madeni makubwa, huwezi hata ukayalipa kwenye vyama. Unatokaje? Unajiondoaje? Itakuwa sio rahisi. Kwa hiyo saa hii ya kuamka, saa hii ya kufanya maamuzi, lengo kubwa ni kwa ajili ya wokovu wa roho yako, wala sio kwa ajili ya wokovu wa ndugu zako, ni kwa ajili ya wokovu wa roho yako. Muda sio mrefu mwana wa Adamu atakuja. Basi Bwana akubariki sana, Bwana akutie nguvu katika jina lake Yesu Kristo, amina. Basi tupige magoti tuweze kuomba. Tunakushukuru Mungu wetu na Baba yetu mwema. Asante kwa upendo wako, asante kwa neema yako. Wewe ni mwingi wa fadhili na mwingi wa neema. Unatufunulia matukio mazito, nasi tunayaona mbele ya macho yetu ya kwamba hakika muda sio mrefu mwana wa Adamu utakuja. Vyama vya wafanyakazi kila mahali vipo. Lengo lake wala si jema, ni kwa ajili ya kutengeneza taabu, kama maono ya mtumishi wako uliyemwonyesha kwamba tupo katika wakati huu sasa. Hebu wabariki watumishi wako wote wanaosikia ujumbe huu, na leo katika vyama hivyo Bwana wafunulie wakapate kuondoka